Leo tumefungua kipindi ndani ya Stylish Studio. Mimi naitwa Nicholas na leo tupo na mtangazaji mwenzangu anaitwa Gila. Naitwa Faraja Julius. Na leo tupo na mgeni hapa, ni artist. Unaweza kujitambulisha kidogo? Bwana, mimi naitwa Sub-Zero. Okay. Yeah. Sasa tukija moja kwa moja hapa, labda tuanze ile direct kwako. Okay. Wewe unafanya muziki wa namna gani labda? Mimi bwana huwa nafanya muziki na nafanya muziki aina zote. Kwa sababu nilipotoka huko nimejifunza muziki aina tofauti tofauti. Hii Faraji, mtu akiwa anafanya muziki wa aina zote, hii iko sawa kweli? Angekuwa vizuri kama angespecify kwamba anafanya muziki wa aina gani, bongo flavor, yani kikawaida au msiki unavyojua kikawaida, mtu akiwa anafanya muziki hiyo aina yote huwa ni rahisi kutoboa zaidi au ndo unitafuta? Hapo alivyosema tu muziki wa aina zote, mimi ananipa maswali mazito sana. Yani anafanya aina ya muziki ya aina zote, sasa anashindwa kuelewa taarabu anafanya nini maana yake. Basi ngoja tuendelee na Sub-Zero. Labda turudi yeye kwake tujue anatuambiaje. Hebu tumalizie kwa hiyo introduction. Mimi nikisema nafanya muziki aina zote namaanisha hivyo kama alivyouliza ubwana. Yani kila aina muziki ukiniuliza mimi au ukiniomba nikufanyie nafanya. Because mimi ni mwandishi, nilikuwa naandika kazi za watu tofauti tofauti. Umeona bana? Ndio. Kwa maana naandika muziki wote, mtu anayetaka kuandikiwa muziki wa aina yote, na kipindi cha nyuma nilikuwa nafanya ma live bands. Umeona bana? Kule ndo kumenifanya nijue kiupana zaidi ya aina za muziki. Huyu bwana atakuwa hatari huyo, anafanya muziki aina zote. Iko hii hapa, labda mtu ambaye anasikiliza sasa hivi au anakuona sasa hivi, tumtambue Sub-Zero kwamba ni artist wa special, ni kwa kitu fulani. Kitu gani yani? Yani umejikita kwenye muziki gani? Sababu tukizungumzia Diamond, sijui masuala afro, labda rap. Sub-Zero. Mimi bwana, wenyewe wanapenda sana kusikiliza aina ya muziki katika muziki ambayo nafanya. Ndio. Nasikilizaga sana mashabiki zangu wanasemaje. Okay. Kwa watu wengi sana wananipenda sana kwenye upande wa Baibuda. Baibuda, kuna muziki unaitwa Baibuda. Kwa mtu ambaye Tanzania hiyo. Ndio nataka niende hapo kwa mtu ambaye hajui, ndo anasikia kwa mara ya kwanza kama mimi hapa. Wewe Gila unajua hiyo? Baibuda. Yani mimi nipo hapa najaribu kusikia Baibuda. Mimi nadhani tukiendelea kuendelea kumuuliza maswali mawili matatu ataenda kutupa kile kitu ambacho anakiongea, kwa maana Baibuda hili kidogo au kabla hujafafanua muziki wa Baibuda, hebu tugee kidogo kionjo ili tujue sisi wenyewe tunatafsiri Baibuda ipo kwenye amapiano kwenye nini. Hebu tugee hata kidogo cha Baibuda, alafu Baibuda ni muziki ya hivi, muziki ambazo ina ladha za Arabic fulani hivi. Mfano, kukupata wewe niliona majabu, niliteseka nilipata tabu, kuishi mbali nawe sio jambo, nilimwaga chozi lenye sababu. Sababu ni wewe maibu, kuishi mbali nawe sio jambo. Yani ni muziki fulani. Sasa hiyo mimi naomba niseme kwamba kwa ulivyoimba hivyo, mtazamaji anayetutazama sasa hivi automatically atasema labda ni bongo flavor, lakini mimi nadhani wewe umesomea muziki. Watu wa muziki wanaosikiliza na wanaofahamu muziki vizuri in deep wanaweza kusema yes, ameongea kitu ambacho, lakini kwa mimi ambaye sifahamu direct nasema mimi mwenyewe nimesikia sasa hivi Baibuda hiyo. Sasa mimi nataka nikufafanulie uelewe kidogo. Yaani nataka unitofautishe. Kwa nini hii Baibuda? Kati ya Baibuda na bongo flavor. Kwanza bongo flavor ni shina la aina. Alafu ndani yake sasa ndo kuna aina tofauti. Ikiwemo Baibuda, singeli, sawa, hip hop. Sawa. Yani kuna vijitawi vidogo sasa dogo. Mimi naomba hebu iimbe bongo flavor, yani bongo flavor yenyewe. Yani umesema ndani ya bongo flavor kuna tawi. Kitu pia alichoimba ni bongo flavor, sema hivyo. Hakuna bongo flavor yenyewe. Flavor hizi ni flavor ambazo zinapatikana bongo, miongoni mwao Baibuda. Miongoni mwao singeli. Okay, kwa tunaongea matawi. Kwa hiyo ukiita bongo flavor sio kazani kuna muziki ambao huo ndo unaitwa bongo flavor, yani ndani kuna muziki tofauti tofauti, ni ladha za bongo. Mimi naomba nikuulize kitu. Wewe wa mashabiki zako wengi ambao nadhani alikuuliza Niko kwamba wanapendelea ukiimba aina gani ya muziki, ukatujibu kwamba Baibuda. Wanapenda sana nikiimba Baibuda. Sasa
msikilizaji au mtazamaji automatically hapo umetufafanulia sisi na mtazamaji anasikia. Mimi nadhani ungeenda in deep zaidi kwamba labda ningetegemea ungetujibu labda Bongo Flava. Umeona ila Baibuda umeingia hapo bado ndakuwa na utata. Hata mwimba singeli mwenyewe anakujibu hivyo. I mean kwamba basi muziki wako ni Bongo Flava, si ndio? Yes, mimi nadhani ni Bongo Flava tu conclude hivyo. Baibuda singeli nini? Yani wewe Bongo Flava na singeli ni vitu tofauti. Bongo Flava haipo kwenye singeli, si ndio? Hapana. Ukizungumzia Bongo Flava unamzungumzia mama, alafu sasa watoto wake ndo kuna Hamisi, Shabani, Juma, Saidi. Sawa bana. Bongo Flava na singeli, lakini yule mama ndo anawatambulisha ni watoto wa fulani au watoto wa baba fulani. Wanaitwa fulani bin fulani. Fulani bin fulani. Wote wanatumia. Imekaa sawa. Ni unatutambulisha kwenye muziki wa Baibuda. Bongo Flava Bongo Flava sana Bongo Baibuda. Nataka nirudi hapo kwenye Baibuda. Mashabiki wako ni specifically wanakuaga wanasema kwamba tunapenda Baibuda kutoka kwako au tunapenda Bongo Flava. Kwa sababu wanapenda wanajua mimi ni Flava from Bongo. Hawawezi kuniambia anapenda Bongo Flava. Sawa bana. Akija kwangu mtu anajua kabisa hapa nikifika kwa Sub-Zero ninapata Flava za Bongo. Lakini kuna aina ya Flava hapa pa Bongo. Sawa bana. Kuna Baibuda, kuna singeli, sawa bana. Kuna mchiriku, sawa bana. Hizi zote Flava za Bongo. Umeona bana? Ndio. Kwa maana ukisema Bongo Flava bado hujamaliza, bado unatakiwa umtajie hapo katika Flava za Bongo unanipa radha gani? Ndio mtu anakuambia mimi nitakupa radha ambayo inaitwa Baibuda, nitakupa radha ambayo inaitwa singeli, mahadhi yake. Haya ni mahadhi sasa. Inawezekana kwamba tulikuwa tujui mimi kwamba singeli ipo kwenye Bongo Flava. Yes, mimi kusema kweli siwezi kuconclude, lakini labda zaidi na zaidi tutaendelea kufahamu na kuendelea kufuatilia. Labda mimi pia nataka nijaribu kuambia watu kwenye platform huko TikTok huko wapi. Hebu dondosha comment kwamba hii anachoongea Sub-Zero kwamba Bongo Flava ni imebeba matawi si singeli, mchiriku. Kama iko sawa basi dondosha comment hapo alafu. Naona kama angetugia kionjo cha Bongo Flava then tujue tofauti kati ya Baibuda na yani umesikia Faraja. Yani huyu alichotufanyia cha kwanza ni kwamba Bongo Flava alichokiimba ni Bongo Flava. Ila ndani ya Bongo Flava kuna mahadhi ya hayo Baibuda. Mahadhi ambayo nimekufanyia. Kwa hiyo taarabu pia kwa Bongo Flava. Taarabu? Sasa taarabu nimekosa ufumbuzi kutokana ni muziki wa jirani kidogo, umeanzia jirani. Sawa bana ni muziki wa huko tuseme huko Zanzibar. Taarabu ni pana sana, ni Flava ambao unaipata mpaka Komoro, sawa ndio. Kwa maana unaweza unashindwa kusema Bongo Flava taarabu. Na ndio maana sijakutajia taarabu. Mimi nitajia pia taarabu kwamba labda ndio nimezalisha singeli. Hapana. Au mko msikiza mali mtagasi unasikia tin 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 tin. Ni taarabu inapelekwa zile na vinanda. Mtu wa singeli anapita. Mimi nadhani sio kama taarabu ni singeli. Kufafanueni vizuri, nifafanue hapa mnielewe vizuri. Hapo bwana. Okay. Ukisema Bongo Flava, ndio. Mgeni anapotoka huko kwao akija Tanzania. Kama anakuja kwa lengo la kusikiliza muziki wa Tanzania, ndio. Atasema naenda kusikiliza Bongo Flava. Sawa bana Lakini atasikiliza wasanii tofauti ambao wanatokea katika chimbuko hilo la Flava za Bongo. Sawa bana Ndio. Kwa hivyo katika Flava za Bongo, sawa bana, kuna radha tofauti hizo, Flava tofauti. Kuna hizo singeli. Ndio. Kuna hizo Baibuda nimekutajia mimi, kuna R&B, kuna hip hop. Sawa. Hizo zote ni nini? Ni ziko ndani ya Bongo Flava. Ukifungua kasha ambayo inaitwa Bongo Flava, ndani yake ndio utakuta hizo radha. Okay. Huyu amenipa zawadi inaitwa Bongo Flava. Maana nikifungua ndani ndio nitakuta hizo flavors. Umeona bana? Kwa hiyo ukifungua ndani ndio utakuta flavors zenyewe za Bongo. Utakuta kuna singeli, kuna Baibuda, sijui kuna hip hop, R&B, utakuta zote hizo. Umeona bana? Kwa mfano trap. Ile sio Bongo Flava, tumefanya kama imekuwa ya kwetu. Tumetohoa. Lakini sisi tunatambulika sana kwa hip hop. Hapa kuna shabiki amecomment anasema kwamba unachokiongea pia kina uwezekano ikawa ni kweli, lakini ameshukuru. Kisoma muziki vizuri utafahamu. Unatakiwa kusoma hii muziki, unatakiwa isomwe, unazungumza tu vitu. Mimi nadhani mashabiki wengi ni hawana tofauti sana, kwa sababu wengi ni wasikilizaji na wapenda muziki. Watu wengi sio wafuatiliaji sana, ila sisi
wengi tunapenda kusikiliza ila tutaki kujua kwamba ule mziki una maana gani au umetokea wapi. Alafu hivi nataka nijue kitu kimoja. Ni kwa nini Bongo Flava wamekuwa wana imani sana kwenye mziki wao, ni kwenye kuweka kwenye swala la mapenzi. Yaani kila kitu kupendwa, kutendwa. Kupendwa, kutendwa. Au ndio mziki wa Bongo Flava, yani ndio upo huko. Hata wewe uchokiimba hapo nimesikia kwamba embu tuli kidogo. Okay. Kukupata wewe niliona maajabu. Umeona? Niliteseka nilipata tabu. Labda niseme nini? Yani tumezaliwa, upendo tumepewa kama zawadi. Kwa upendo una negative na wait, yani mimi nakuja huko. Ukizungumzia neno upendo kuna negative na positive. Ndio pale kuna kutendwa na negative, lakini kupendwa tunasema ndo positive. Umeelewa? Okay. Kwa hiyo Mungu alitugaia upendo kama zawadi. Zawadi hii ndio maana tunapendana. Kwa hiyo ukiangalia dunia hii imetawala sana na upendo, yani mapenzi. Tukiingia kwenye masuala ya muziki, ndio maana unakuta muziki unaohusiana na masuala ya mapenzi ndio unauza zaidi. Uongo zero? Yes, of course. Sawa kabisa. Kwa hiyo yani nataka kufahamu ni kwamba Bongo Flava yenyewe imejikita tu kwenye swala la kupenda na kutendwa. Hapana. Inajikita kwenye vitu vingi, lakini kitu gani sokoni kinauzika? Yes. Kama mwanamuziki ni mfanyabiashara. Kwa hiyo yeye kama yeye anaweza kutuambia. Lakini upande gani Bongo Flava inauzika? Kwa hivi sasa tukizungumzia Bongo toka zamani kabisa, toka zamani za mababu zetu. Mapenzi ndio yana nguvu. Asante. Sawa bwana Ndio. Kwa maana mapenzi yana dunia. Yes, of course. Sisi yeah. Listen. Sisi ni vioo vya jamii. Kwa hiyo sasa sisi jukumu letu ni kuwapa watu au kuwagusa watu, kuwaelezea. Kwa sisi tunaangalia jamii sasa inahitaji sana kufikishwa habari kuhusu jambo fulani. Ndio maana unaona akifa rais, akifa sijui alivyokufa Magufuli, sijui nini, kila jambo wanaangalia kitu gani sasa kiko hot. Ndio tunaruka nacho sisi. Kwa sasa tukiangalia muda wote mambo yote yakipotea, jambo ambalo alipoteagi mapenzi. Kwa kila siku unaona mapenzi yanatupa ugali. Lazima tuweke nguvu huko. na kutendwa na kupendwa ni kila siku. Kila siku. Siku moja moja ndo kuna mambo sijui ya siasa, makampeni ndo tunakuwa busy tunatengeneza ngoma, tunawaimbia maisha wetu sijui viongozi wetu. Ila msikilizaji siku zote, wewe ni msikilizaji wa muziki, wewe ni msikilizaji wa muziki, lakini hata mimi nachagua ile nyimbo ambayo kwa muda huo ninahisia namna gani. Labda nimepatwa na msiba na kuona katika session ya manunguniko nyimbo na aina hiyo, umeona? Yes. Lakini nikiwa nimeshapata mpenzi mpya, umeona? Na kuona ile ngoma fulani za kina J Melody, umeona? Za kina Mbosso, lakini nimetendwa, umeona? Unakutana na ngoma fulani hivi hata Mbosso pia anaziimba, umeelewa? Wasanii wengi, umeona? Kwa hiyo ni ile namna gani mtu yupo katika mood, lakini upendo umetawala katika engo nyingi sana. That's why wanamuziki wengi wanatumia kama nafasi hiyo ya kujipatia pesa. Okay. Kuna kitu kimoja hapa nataka kama nadhani ni wafuatiliaji wazuri sana wa mitandaoni. Mmeona sasa hivi kuna trend kubwa ya TikTok kwamba mtu akiperform vizuri akiwa hata kama ni mchanga kama kitu mmekiona ameimba nyimbo yake fresh imekuwa kali sana. Akipandisha inaenda viral. Watu wengi wanakuwa wanaiona. Wasanii wakubwa wamekuwa wanazimeza zile nyimbo. Yeye anataka afanye collaboration sisi nini. Naam. Hii ni kwa ajili ya kumsaidia yule ambaye ambaye nyimbo yake imeenda, au ni huyu msanii mkubwa naye kutaka kujipromote? Umeona nyimbo nyingi sana zimefanya hivyo. Hii imekaaje labda kama mimi labda niseme kwanza vijana au ambao wanatoka kimuziki ambao hawafahamiki lakini wanatumia tu simu zao, umeona kujirekodi wenyewe, umeona, lakini dakika mwisho unakuta ngoma imeenda. Mfano wa ngoma ambao mimi naweza nikasema naikumbuka Maichimami kitu kama hicho, nadhani kama mnaijua ngoma ambayo imekuwa trending sana mwezi uliopita hapo. Jamaa wivu, mama wivu nani? J Combat. Lakini sasa tunaongea J Combat alirekodi ile ngoma. Hakurekodi. Ilikuwa ni anilio tu ni live performance. Baada hakutoa ile original. Ilikuwa na baada kama hicho. Moshizo okay. Wakapita nayo. Sasa kupita siku zote kitu kizuri kinajiuza.
Umeona Kwa hiyo hii sasa hivi cha kwanza niseme nirudi kwenye pointi ya kwanza kwamba inamsaidia au ndo wasanii ndo ina boost wasanii wakubwa. Msanii mkubwa inamsaidia, umeona? Mdogo pia inamsaidia kwa sababu sasa hivi ukimzungumzia msanii unaomsema sasa hivi aloimba Wivu, umeona? Ni mmoja wa wasanii tena tunaita ambao wapo on trend. Umeelewa? Akifanya ni upcoming, lakini kila akifanya ngoma sasa hivi watu wanakaa wanaweka masikio wanasikiliza. Umeelewa? Kwa hiyo tunaona kwamba hizi ngoma zinawasaidia wote. Wewe unaifahamu nyimbo ya J Combat ya mwisho alotoa? Alorekodi ishana hizo live. Combat ya mwisho kuna hii mapenzi kama inamdidimiza msanii kwa sababu inamgia power kubwa ambayo yeye mwenyewe anashinda kuicontrol. Yani sasa na msanii amimba labda mpaka Diamond kaja kupita. Sasa mimi ngoja nikwambie kitu Niko. Umeona? Au ngoja sababu wewe umefanya track sawa? Naam. Ukaipandisha. Ndio. Imeenda viral kweli. Naam. Akatokea msanii mkubwa. Akaomba mfanye collab. Naam. Wewe utamkubalia au utatamani tu wewe mwenyewe ile nguvu yako iende na wewe mwenyewe unahitaji kujipush? Mimi naweza kumkubalia. Sio kama itakudidimiza hiyo. Mimi naomba niingilie hapo. Nididimiza hiyo. Kwanza imekaa vizuri ndio itaninyanyua mimi sasa. Kuna pande itanijua vizuri. Kuna pande mbili cha kwanza. Pande ya kwanza kwa upande mwingine kuna wasanii ambao ndo wanaitumia wao kama nafasi yao ya wasanii wakubwa. Kukaa kwenye track on trend. Kuna labda wanaweza kawa wamepoa. Kuna baadhi ya wasanii tunaona kwamba wao kazi yao ni kusubiri tu nyimbo imeenda imetrend alafu anaomba remix basi anatulia hivyo anaitwa Laivani. Unajua mimi sijamtaja wanamuita Mr. Msomisondo ikawa imeenda viral ya Msomisondo kama ya boost kidogo sio ni hapo sasa kinachokuja umesikia Niko kitu kinachokuja ni kwamba hakuna msanii mchanga ambaye atakataa kufanya remix na msanii mkubwa, lakini hawajui kama inawaua. Mimi sidhani kama inawaua. Issue inakuja ni kwamba yule msanii mdogo ushafika kwenye hiyo climax ya namna hiyo. Unatafuta management watu waliokuzunguka ni watu wa namna gani? Na kutolea mfano Mr. Misondo mpaka sasa hivi huyu hapa sio kama amechukuliwa na radio, kuna radio amepata advantage na bado watu wanazidi kumnani, yani haimaanishi kwamba ndo alifanya kwa issue kubwa issue kubwa sio management. Issue kubwa ni msanii mwenyewe yuko tayari kwa nini, kwa ile fame na nguvu inayokuja baada ya huo muziki amejiandaa, kwamba yani unatoa remix, unatoa nyimbo, unakuwa tayari kwamba una stock ya muziki ambayo inaweza kukusaidia kwamba ukishapata platform ya kuendelea. Wasanii wengi kweli wanapata remix na nini, lakini baada ya pale hawana stock ya muziki. Wewe unaweza kusemaje na nini? Mimi kwanza muda wote hapa nilikuwa nasikiliza, nataka niwafumbulie kitu. Unapoachia wimbo wako, sawa ndio. Wimbo umekwenda, akatokea msanii mkubwa ametaka kufanya na wewe collab. Wewe hii kwa sababu kufanya kwa sababu itakusaidia. Nataka nikueleze kwa muda huo, si ndio? Kwa muda huo. Nisikilize. Yeye yule anayekuja kufanya collab analenga vitu viwili. Anajua kabisa hii kwanza na mimi itanipa pesa. Sawa lakini pia ndio. Yaani kila mtu angalie faida yake kwamba yeye itampa pesa. Ile remix ataimiliki yeye kama sikosei. Ndio. Wewe kitakachokusaidia pale utatambulika zaidi kwa sababu yule ana fan base kubwa. Sawa bwana, watafuatilia ule wimbo, watakufahamu na wewe. Thamani yako kuanzia hapo itapanda, utapata show, utapata nafasi kubwa. Sasa kuanzia hapo wewe mwenyewe mikakati yako kujiendeleza. Sasa wewe unadhani ni nini ambacho kinafanya hawa wasanii ambao wanatokea kwenye mitandao ya kijamii wamerekodi nyimbo zao yani kupitia tu simu, afu zikaenda viral, akatokea msanii akataka collab, nyimbo ikaenda zaidi viral, baadaye wanapotea. Labda nini shida, kwamba management au msanii kujipanga muda huo, yani ya kutegemea kama surprise tu imetokea hivyo, au ni nini yani? Kuna vitu vingi. Cha kwanza naweza kusema labda msanii mwenyewe hakujiandaa. Cha pili pia kuna kwenye zile yale makubaliano ya remix. Kwamba ule muziki ndio unaweza kukubaliana labda mnafanya. Una benefit sana nani? Kwamba anaweza kawa mnakubaliana labda rights zote akabakia nazo yule msanii mkubwa, kwa sababu tu wewe tu hauna uwezo na nini, akakwambia tu mimi nitaimba na wewe, hautochangia chochote, mimi nitagharamikia video na kila kitu, ukakubali.
huo ndio utakuwa ni unyonyaji. Faraja, ninarudi kwako. Kuna point hapo umeongea kwamba msanii hajajiandaa. Hiyo point mimi sikubaliani na hiyo point. Ya kwanza, kwa nini? Ndio. Ukishaitwa tu msanii, upo kwenye maandalizi. Simeelewa? Yaani ukishaitwa tu neno msanii, simeelewa? Muda wote ukiitwa kwamba wewe ni msanii ukaperform, wewe msanii unahitaji ukatoa muziki, ukishaitwa msanii maana yake wewe ni mwandishi, ni nini, nadhani ni hivyo, umeona? Kwa hiyo swala la kujiandaa labda tuseme kwenye masuala ya kifedha, lakini kwenye swala la usanii kwamba back to back, umeona? Msanii akishaitwa msanii maana yake tayari una stock ya muziki, simeelewa? Kwa hiyo kwenye swala la maandalizi au kutojiandaa, tuseme labda kwenye engo nyingine ya kifedha, management, simeelewa lakini kwenye swala labda la stock ya muziki, umeona? Au stock au kuzungumzia swala la kwamba yeye kutoa back to back, simeelewa? Shida hiyo ya muziki ya yeye kutokuwa na kubahatisha, kuwa na muendelezo wa hit song. Hivi hit song ni kubahatisha? Hit song sio kubahatisha. Wewe mwenyewe weka nguvu. Sio kubahatisha. Sio kubahatisha. Sio kubahatisha. Hit song. Yes. Sasa mbona mtu atoe hit song au hit song kwake? Siku zote hit song automatically yenyewe ina hit tu kwa sababu ushatengeneza hit song. Ushatengeneza. Ila wewe mwenyewe ndio umebahatisha na unafanya hit song. Kwa sababu wasanii wapo wengi wanatoa kila nyimbo kila siku, lakini sio zote ni hit song. Yaani kusema wait, ngoja nikwambie. Msanii kazi yake ni kuimba. Umeona Msanii kazi yake ni kuproduce muziki. Hebu ngoja nikuulize, sababu wewe ni msanii. Unapoimba nyimbo upo kwa producer, umerekodi nyimbo hii. Wewe mwenyewe hivi haufahamu kwamba hii nyimbo ni hit song au hii sio hit song? Wewe mwenyewe hicho kitu haukifeel? Okay. Mimi mwenyewe kwa fikra zangu naweza nikasema huu wimbo wangu ni hit song, lakini ukawa sio. Sawa bana? Wakati ukiwa studio huwezi kujua. Kuna ngoma ambayo unaweza ukafanya ukachukulia poa. Sawa bana? Ukachukulia poa, wimbo ni mzuri la kawaida. Afu kaachia ndo ukaondoka sana. Umeona bana? Okay. Pengine ile point yako mwanzo ilikuwa kama sahihi kusema kwamba unaweza kubahatisha. Kwa sababu huwezi kujua hii ngoma itanifikisha wapi. Hit song ni kubahatisha bana. Unaona bana? Hit song sio kubahatisha. Yani ukizungumzia kwenye kubahatisha, yani hata maisha yenyewe hakuna bahati. Simeelewa? Yani bahati tunaiongea tu. Wait. Bahati, umesikia? Bahati tunaizungumzia tu. Yani bahati tunaizungumzia tu. Lakini ukiangalia nyuma ya mtu ambaye unasema ana bahati, kuna struggle, yani amestruggle vya kutosha. Simeelewa? Hapana. Yani ukisema bahati, hii bahati tungemzungumzia hata kwa mtoto mdogo, ana miaka mingi. Na bahati kwa sababu kuna bahati ipo. Baba mtoto mdogo amekaa hivi, nyoka kaja kamzungumzia. Yani tunazungumzia bahati za mafanikio. Tuna bahati yule. Sasa hapo tutaenda kwenye mada nyingine ambayo itakayokuwa ni kubwa. Kwa sababu gani ukiongelea swala la bahati, kuna watoto wengine wamezaliwa kwenye familia ya kinini, ya presidential family. Roy huyo ni ana bahati. Kuna mwingine anazaliwa kwenye familia ya kimasikini. Huyu hana bahati. Huyo hana bahati. Actually kimaisha bro, ngoja ana bahati. Faraja. Hana bahati, itabidi apambane. Faraja ngoja nikwambie. Yaani kuzaliwa kwenye presidential sio bahati. Simeelewa? Wait, yani tusije tukaingia kwenye neno. Wait, no, ngoja. Yaani mtu kuzaliwa kwenye familia presidential ni maandalizi ya familia yake. Simeelewa? How comes unasema ni bahati? Simeelewa? Kuzaliwa kwenye ni hali halisi ya maisha. Simeelewa? Sio kusema ni bahati, hapana. Yaani Mungu ametuma katikati. Zamani kulikuwa hamna system ya presidential. Kulikuwa na hierarchy, yani kuna ufalme. Unataka kuniambia wale ambao walikuwa wanazaliwa kwenye familia za ufalme walikuwa hawana bahati? Bro, ulikopo unahitaji Faraja. Bahati gani? Faraja. Uzaliwe kwenye familia ya ufalme. Faraja, ngoja nikwambie kitu. Yani usikia, achane yote lakini twende mbele turudi nyuma. Kutengeneza hit song ni bahati. Hapana. Niko hit song sikufichi. Kusingekuwa na wasanii wakubwa ambao kila siku tunawaona Nigeria, unaweza kusema wana bahati ambao kwenye muziki wapo vizuri zaidi? Sema mimi hiyo naweza kuamini kwa sababu hapo tunazungumzia engo yangu mimi. Yes, labda utupe na wanangu wengi wasanii wakubwa tu. Sio hataji majina hapa. Huwa tunakuaga studio katika kutengeneza nyimbo zetu, tunaweza tukazungumzia wimbo labda bwana hii mashine hii mashine inanipeleka duniani. Hiyo ipo. Hii song unajua siku zote unataka ukaatia haijaenda isiende duniani, alafu wimbo ambao ulikuwa hujauchukulia noma, hujauaminia kabisa, ndoka kupeleka duniani. Sawa. Japo
kama una akili timamu, unajua kusikiliza muziki vizuri, ukisikiliza unajua kabisa ile dude likipata nafasi ni hit. Sawa? Kwa kitu ambacho kinasumbuaga ni ngoma kupata nafasi tu ya kupita. Kwa mfano kwamba automatically kama limekaa hit kwamba lina kila kitu noma, mmezungumzia nyakati hizi vinavyoendelea. Sawa bana? Zero, mimi naomba kama inapata kupushiwa sahihi kabisa, inapita kwenye njia yake, inakuwa hit kweli. Mimi naomba nikuulize swali la mwisho. Hivi kama anavyozungumzia presenter hapa, host Nico, yeye anasema ni bahati. Hivi tukija kwa msanii kama Diamond Platinum, unaweza kusema ni bahati kwake? Hiyo na bahati sababu sio hit song za Diamond. Nitolee mfano wa ngoma ambayo sio hit song wa mwaka huu. Diamond ndani ya mwaka huu hit song ambao sio hit song. Diamond ashajitengenezea fan base, ashajitengenezea. Jamani, bahati ni kwa kila mmoja wetu. Sikiliza. Kwa nini iwe kila siku kwako? Unasikia? Sawa, twende. Bahati inaanzia mbali. Mtu unaweza kuwa umejipanga vizuri kabisa. Hiyo bahati. Lakini usitegemea na watu ambao uko nao. Unajua kwamba unaweza ukawa unafanya kazi kila siku lakini usifanikiwe. Inawezekana. Unajua hiyo? Lakini kuna mtu anaweza akafanya kazi moja tu au akaimba nyimbo moja tayari akaenda viral. Huyo ana nini? Kwamba ni alikuwa anakesha kila siku studio. Mimi sizungumzii bahati. Mimi nazungumzia kwamba yani msiwezi kuita kwenye mfumo wa bahati. Ile nazungumzia kwamba huyu nafasi yake imefika, basi kama nafasi yako bado ikija kufika nafasi utaenda. Sio, umeelewa? Lakini tukija kuzungumzia masuala ya bahati, tunakutolea mfano ndani ya mwaka huu, si mwaka 2025. Diamond atoe ngoma kuanzia mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi. Ana ngoma gani ambayo hija hit? Sawa, mwache Diamond. Mimi nataka nikuongeze kitu. Mimi nataka nikuongeze kitu kimoja hapo. Ufanue zaidi. Mimi nimeanza kuamini kwenye upande wa kuzungumzia bahati kwa sababu ndio nataka nitumie mifano ya wasanii fulani hapa ambao linki zao ni zakati. Mfano, Mbosso ni noma sana. Ni mtu ambaye akiachia tu chuma kinatembea. Lakini kuna ngoma zake mingi kuimbia hapa usijui. Wewe unaweza kusema Mbosso anaweza akakubali akae studio apoteze muda wake aandike ngoma ambayo haitakuwa hit song. Sawa bana, hawezi kufanya hicho kitu. Sawa bana. Haya, wakati anaachia huo wimbo alikuwa sio star mkubwa. Alikuwa star mkubwa, sio ya long faka, imepita muda mrefu huko. Miaka kadhaa, miwili au mitatu tu. Kuna nyimbo hapa naweza nikakutajia hizo wewe usijui. Sawa bana. Lakini hivi karibuni wanaziposti sana TikTok, watu ndio wanaanza kujua ngani hizi wimbo mpya. Sawa bana. Kwa maana bahati kweli inahusika. Sawa bana. Ukitaka kuamini bahati inahusika, wewe ukisoma namba za Diamond unaweza kusema ni kubwa, namba za Diamond Platinum unaweza kusema namba zake kubwa, lakini mwenyewe kuna baadhi ya ngoma akijenga ngoma migoma hii alikuwa na target yake. Maana yake hawezi akakaa studio akasema mimi ili ngoma zangu ziwe noma zifike labda milioni 100 viewers YouTube. Sawa? Afu kuna ngoma pale zinafika zinaishia labda milioni 20. Sawa? Wewe ukasema akiwa studio ameandika uwezo wa ngoma kufika milioni 20 viewers. Sawa? Yeye alidhamiria kwamba naandika hapa mashine hii itembee. Sawa? Lakini ngoma yenyewe imeishia njiani. Sawa? Kwa maana hivyo vitu automatically viko hivyo. Yaani unaweza kutengeneza ngoma kaweka nguvu lakini ikaishia njiani. Yaani hii imekaa tu moja kwa moja kwamba bana yaani hiyo unasikia? Yaani hiyo msipinge kwamba hiyo kitu kipo, yani kipo wazi kabisa kwamba kutoa hit song si kwamba ni hivi tu ni bahati. Sawa? Ndio. Mama wengine unakuta mtu amerekodi nyimbo lakini anapitia sasa kunja nyingine za promotion na nini. Na promotion kuna nilio zile za matunguli. Hii nyimbo nikitoa hii. Tunasikiliza. Unajua kuona mtu anambia huyu kila kitoa nyimbo huyu mchawi huyu. Unajua kuona hiyo? Ni imani. Sawa jamani, mimi nadhani tulikuwa na time nzuri kupata muda sahihi wa kuongea na Sub-Zero. Msanii Sub-Zero, ukitaka watu wa kufuatilia mtandaoni wanakupataje? Okay. Bana, mimi ukitaka kunipata kwanza kabisa fika nyumbani kwangu pale TikTok. Unaweza kaandika official Sub-Zero_TZ. Naam, pale nyumbani kwangu bwana. Lakini pia unaweza kaandika hata Sub-Zero tu kawaida. Okay. Ukaandika Sub-Zero kwamba SUB. Alafu unaacha hatua kidogo. Unaandika ZERO. Ukisearch pale na imani utanipata mimi kuliko wengine hao wanaokopi. Umeona bwana, lakini ukitoka hapo unaweza ukaja Instagram pia andika official Sub-Zero_TZ.
YouTube pale andika Sub-Zero Mapenzi. Bwana. Basi hapo unaweza ukanipata na ukaenjoy sana na usijutie kwa nini ulinitafuta. Okay guys, jamani msisahau kusubscribe huko tunapoenda. Mimi naitwa Nicholas 255. Nipo na MC Gila. Okay, we out. Yo, thank you.